Jua mimi pale kwetu nimekubalika. Ya? Kwa hivyo mimi nikiongea watu ya mlima wanajua naongea kwa niaba yao. Tunataka kujua kabisa huyu Fred Matiang'i amekubalika na jamii ya Omugusi kama kiongozi wao. Unasikia? Sasa tunajua akija kwa meza amebeba jamii nzima. Na mimi hapo ndio niko na maneno. Unashuku kwamba jamii haijamkubali? Mimi nashuku kwa sababu siku amekuja pale amelakiwa vizuri sana. Governor Simba Arati, rafiki yangu sana, alikuwa pale. Na kila mtu amesema hawataki Ruto, hawataki Raila, wanataka Matiang'i akuwe rais. Siku 3 baadaye nimesikia huyu Arati akisema Matiang'i kuja ungana na Raila. Sasa mimi nimeshangaa, kwani imekuaje? Kwani hii maneno hamungu wamemaliza? I thought hii maneno imemalizika ya kwamba Matiang'i ndio kiongozi ya jamii, aende atafute uongozi. Sasa nimeona governor ameanza kumwambia atienda ongea na Raila ati kwa ODM. Mimi nataka nimwambie ndugu yangu Simba Arati, sawa, rafiki yangu sana na tunaelewana, tafadhali usirudishe hawa Kisii kwa broka. Utakuwa unakosea jamii. Kama hii jamii imeamua, imepata kiongozi anaitwa Fred Matiang'i, akuje kwa meza ya kitaifa aongee nao viongozi wengine wa majamii zingine, watafute serikali pamoja. Mbona wewe unamwambia arudi kwa ile broka ameumiza nyinyi miaka hiyo yote, apitie huko ndio akuje kwa meza ya kitaifa? So hiyo maneno ndio niko na wasiwasi naye kidogo. Tena mimi nimeanza kuona vijana wadogo, huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi, wanamtusi Matiang'i na kusema ni mtu bure, hawezi, hakwende, watarudi Washington, hiyo mtu hawezani na Kenya nini. Mimi nauliza jamii ya Omugusi, hakuna wazee ya kuita hii watoto waambie hawa wasitukane kiongozi wa jamii? Kwa sababu hao vijana mimi najua William Ruto anawatuma. Hiyo ndio kazi yake, ya kutuma vijana kutukana viongozi. Huyu kijana anaitwa Osoro, huyu anaitwa Nyakundi, na hii anaitwa Sahil. Wanatukana huyu Matiang'i, yeye ni kiongozi wa jamii. Sijasikia wazee wameambia hao vijana ni makosa. So nimeanza kushindwa. Huyu Matiang'i amekubalika kabisa kama kiongozi wa jamii? Your Excellency, tukiongea mambo ya Osoro, Osoro ni chief whip wa serikali ya lakini si mambo ya Chafet, lakini treasurer wa mimi nakuuliza, si watoto kwamba anatetea, si watoto ya nyumbani, si watoto ya nyumbani. Lazima tuchunge heshima ya jamii. Nyinyi kama jamii, kama mnapata hiyo vijana wadogo wanatukana kiongozi ya jamii na wazee wamenyamaza, ni kwamba huyu kiongozi wenu atalidwa na nani? Huyu kiongozi atafaulu na mnangani kama hana watu ya kumlida? How can a community as big as Abagusi wakubalie vijana wadogo watumiwe na Ruto kutukana kiongozi wa jamii na kutukana jamii? Kwa sababu ukitukana kiongozi wa jamii umetukana jamii. Hata kama ni chief whip, hata kama ni treasurer, who is defending Fred Matiang'i kutoka Abagusi? Tangu watukano na hao vijana, wazee wamechukua jukumu gani? Vijana wamechukua jukumu gani? How do we trust ya kwamba huyu Matiang'i enjoys the goodwill of the Abagusi community na amekubalika kuja kwa mesa on their behalf? Sahili tunaona natusiwa na watoto na hakuna mtu naongea. That is my concern. Because we need to know vile natakikana saa hii Matiang'i akiguswa, jamii nasema no, don't touch that man, that is our leader. Lakini hao vijana wanatembea kila pahali wanamtukana. So niambie jamii ya Omugusi, ndio Matiang'i apate acceptance nationally, you must convince us ya kwamba ndio kiongozi ambaye amekubalika, na hakuna mtu anamtupia mawe, hakuna mtu anamtukana, hakuna mtu anamuonesha kidole. Then we are sure ya kwamba huyu ako na backing ya the community to come to the national table ya kitaifa kuongea mambo ya hiyo jamii na kunegotiate on their behalf. Na mimi niseme sielewi, I don't understand ni kwa nini hao vijana wamekubaliwa na jamii. You know, hata kama wanapewa pesa na Ruto, na ni kweli tungetaka kusikia wameitwa na wazee. You know, jamii ya Omugusi, my friend, siku Simeon Nyachae alikuwa pale, hakuna mtu angetusi Simeon Nyachae. Wazee wangekubali? Nobody could point a finger to Simeon Nyachae. Aliheshimika na akalindwa na kukingwa na jamii.
tuko na wazee pale wameheshimika. Chris Obure, tuko na huyu Samongeri, tuko na yule Jared Kangwana, tuko na huyu Simba, tuko na wazee pale. Na ndio Kisii mjue, mimi nikiona mkirudi kwa Ruto nitalia sana. Nitashindwa nyinyi ni jamii aina gani? Kwa sababu tuko pale na wazee wa jamii. Huyu William Ruto ameamua wale wazee anaheshimu Kisii ya kufanya kazi nao ni Osoro ni Nyakundi na hiyo Zahil, ati hawa ndio watu yake. Siku huyu Machogu alipewa kazi na rais Ezekiel Machogu, ambaye mimi nilifanya kazi naye na mheshimu sana. Kwanza mimi nilikuwa mdogo wake, akiwa DC nilikuwa DO, tulifanya kazi na yeye. Na mimi nimetetea sana kwa William Ruto mpaka akakuwa kama Minister of Education. Alifanya kazi kubwa sana. Siku rais aliamua kumtimua hii jamaa, nililia machozi, kwa sababu kama kuna waziri katika hiyo serikali alikuwa na bidii na kujitolea ni huyu Ezekiel Machogu. Na alikufa nini? Ati ni mkabila. Kwa nini? Ati ameandika walimu kutoka Kisii. Ati sijui kwa watu wameweka parastato 2 3. Saida rais ameweka watu yake 82. Machogu ameweka watu 7 watu 8 peke yake. Rais ameweka watu 82, anasema huyu ni mkabila, akamfukuza. So mimi nakauliza rais, wewe rais, tafadhali, huyu rafiki yangu Machogu ni mzee. Akiwa kwa serikali yetu wa Kisii wanaona iko mzee ya maana, mtu yao wanaweza amini, mzee ya hekima, mzee ya kuheshimika. Kama bana wajana hiyo, mimi si niko na Osoro, si niko na Nyakundi, niko na Zahil. Nikauliza rais, huyu Osoro na Zahil, kwanza hii Zahil nasikia ni Muhindi, na huyu Nyakundi, hawa rais hii jamii, hawa ndio viongozi? Wakasema hawa ndio viongozi mimi natambua katika Kisii. Sasa hiyo ndio madharau rais ako nayo kwa jamii ya Umgusi, ya kwamba ati watu wanaamini ni hawa. Na ndio wanatuma hawa kutokana huyu Matiang'i. So nyinyi nataka kuuliza wazee ya jamii ya Umgusi, kama mko serious kabisa mumeamua huyu Matiang'i ataongoza nyinyi na kuingiza nyinyi kwa serikali, aende atafute serikali kwa niaba yenu, mulinde heshima yake na msikubali watoto kumtusi. Na wazee waite hao vijana wawakanye, na kama hawezi sikia wazee, vijana wenzao waende waambie waache hiyo maneno, kwa sababu hiyo ni kukosea jamii heshima. Kutafuta watoto vijana walizaliwa juzi kwenda kutukana mzee kama Matiang'i, mtu ambaye alifanya kazi kama cabinet secretary ya Uhuru Kenyatta, amefanya kazi inaonekana pale Kisii. Ni wakati wa Matiang'i Central Bank imekuja, kweli ama uongo? Ni kweli. Ni wakati ya Matiang'i passport zimeanza kupeanwa pale Kisii. Ni wakati ya Matiang'i ambaye amefanya kazi ambaye inaonekana. Unasikia? Sasa mzee kama huyo, mmemlaki juzi, nimeona watu wote wamejitokeza kama jamii kusema huyu ni kiongozi wetu. Na tumeona na tumefurahi sana na tukapendezwa sana, na tukaanza kusema okay, I think watu ya Kisii wameamua hawatapitia broker tena, wamepata kiongozi wao. 3 days after Arati namwambia bwana rudi kwa ODM. 4 days after Osoro anasema hii Matiang'i ni bure, hawezi ongoza Kenya, ni mtu bure, msishughulike na yeye, hakuna pahali anaenda. Sasa tunashitwa tangu huyu Matiang'i atusiwe na hivi jana. Hakuna sauti tumesikia hata moja kutoka Kisii, kutoka Nyamira. Mbona hata hii governor ya Nyamira hawezi ongea na ni mzee? Na mimi nataka mpongeza sana huyu Richard Onyonka, because tangu Matiang'i akiwa kule nje amemshikilia sana kwa mikutano. Na huyo Onyonka pia ni mtu muungwana, anatetea Wakenya sana hata kwa TV. Na niseme nimesikia mmemwambia Matiang'i aende awache kazi pale Washington, akuja nyumbani. Mimi nataka niulize wa Kisii, itakuwa ni makosa kubwa sana, kubwa. Mwambie Matiang'i aende awache kazi katika benki ya kitaifa, akuje akuwe kiongozi wenu, atafute uongozi wa Kenya. Alafu nawaachilia anatukana na watoto. Iko haja gani? Sasa huyu Matiang'i akienda awache kazi, mkuje mumwachilie. Arati ameanza kuchukua watu kurudisha kwa Raila. Hao watoto wanachukua watu napeleka kwa Ruto, mtatawanyika. Na Ruto atatawanya nyinyi, by the way. If you are not careful, atatawanya nyinyi. Sasa mtakuwa huyu kiongozi anaitwa Matiang'i, mumemwambia awache kazi Washington. Mumulete nyumbani kama kiongozi ya jamii, atafute uongozi wa Kenya.
na ni kiongozi ambaye anatambulika na ako na uwezo, and then mnafanya yeye humiliation. Jamii imekubalia watoto kumtukana na jamii imenyamaza. It is not right. Is it possible to have a completely agreement politically? Si hata wewe wako wanao kutusi kutoka mlimani? No. Mimi